Bwana, hatimaye tumeweza kuona tukio ambalo wameweza kulifanya Tony baada ya ndugu zake kufika na mganga katika nyumba yake ili mradi kuweza kutatua na kutoa hicho kilichoko ndani. Lakini bwana, kesi imekuwa ni ngumu sana bado kwa upande huu baada ya Tony kuweza kumwekea mganga madawa katika pua yake. Bwana, kesi imekuwa ni ngumu tayari, bado kazi imekuwa ngumu kwa upande wao, kwa ndugu zao kuweza kuhakikisha kwamba wanaweza kufanikisha kutoa hiyo changamoto au hicho kitu kilichoko katika nyumba ya Tony. Bwana, bado ni pagumu kwa upande huu, lakini pia tunaona kwa upande wa pili ambapo tumemwona mama mchungaji ameweza kufika tayari katika nyumba ya kina Vevo, lakini anaendelea kuvizia kuona kuhakikisha Vevo anamuingiza katika chama, lakini bado Vevo ameweza kumpa masharti magumu, kumwambia kwamba hakuna kitu cha bure, cha msingi ili aweze yeye kumpeleka katika chama akubali yeye kulala naye. Bwana, mchungaji bwana alihisi kama anaota, basi akawa anatetea kwamba yeye ni mama yake wa kiroho. Akamwambia hapana, ungekuwa mama wa kiroho usingehitaji kujiunga katika pesa za kishetani au katika chama cha kishetani. Kwa hiyo kama umehitaji kujiunga katika chama cha kishetani, maana yake tayari umeshatoka huko katika masuala ya kimungu. Kwa hiyo anasema ngose pengoso. Kwa hiyo na mimi ninachohitaji ni kulala na wewe. Bwana tayari hivi. Natamani kuona comment yako mpenzi mtazamaji, unaishi mama mchungaji nini ambacho atakifanya, kwa sababu kama tunavyojua mama mchungaji ni mtu mwenye tamaa kali, na sidhani kama yuko lazi kwa ajili ya kufanya lolote lile ili mradi aweze kupata pesa. Na je, unaishi Vevo atampeleka au itakuwa michezo kama rafiki yake aliyomfanyia kwamba alilala naye na baada ya hapo hamna chochote ambacho aliambulia mama mchungaji? Aisee, kiufupi anajizarelisha huyo mama kwa sababu ya tamaa yake. Kiufupi iwe funzo kwake. Sasa ngoja tuone labda Vevo je atampeleka, kwa sababu hana force yote na nguvu yote ya kumlazimisha Vevo aweze kumpeleka, kwa sababu ni maamuzi yake Vevo kuhitaji kumpeleka au aache, kwa sababu ni yeye kwa maamuzi yake kwamba kiamua kumpeleka atampeleka, lakini kama hana nia ya kumpeleka basi atalala naye then atamwambia chukua time. Sasa ngoja tuone, je Vevo atampeleka kweli, na je mama mchungaji unahisi atakubali kulala na Vevo? Mpenzi mtazamaji, nitamani kuona comment yako hapo chini, utuambie unawaza nini, unafikiria Vevo mama mchungaji atafanyaje? Atakubali sharti la Vevo ili mradi apelekwe katika chama au atakataa? Kwa sababu tayari ameshakuwa na shaka kwa sababu kitu kilichomtokea kwa rafiki yake na Vevo. Bwana, hii ni tamthilia bomba ya Big Boss, lakini pia nakukumbusha kusubscribe hapo chini, lakini pia kuachia comment yako, lakini pia kugusa na notification ilizokuwa kwanza kupata video zetu kila siku. Bwana, hii ni tamthilia bomba ya Big Boss. Mambo yanazidi kuwa makubwa katika tamthilia bomba hii ya Big Boss, lakini pia tumeona upande wa pili ambapo tumemwona Kaniki baada ya kuweza kurudishwa nyumbani na kina Matura katika nyumba yake na kuweza kuletea mfanyikazi kwa ajili ya kumsaidia ili aweze kukaa sawa, lakini tunaona mpaka sasa kidogo maendeleo ni mazuri. Kaniki ameanza kurecover. Bwana, hatari. Lakini tunaona kuna mrembo ambaye ni mfanyakazi huko ndani anajaribu kumuuliza bosi, nilikuwa natamani kupata ruhusa yako. Sasa kidogo jamaa alishtuka akajiuliza, huu mrembo kashaingia katika chumba ambacho hakutakiwa kuingia au vipi? Lakini kumbe mrembo alitamani kujua, alitamani kuomba ruhusa kutoka kwake. Akamwambia bwana, ukija kuingia katika hicho chumba ndio itakuwa kifo yako au itakuwa mwisho wa maisha yako. Bidada alishtuka, akajiuliza vepe, kuna nini katika chumba hicho? Sijui. Je, unahisi mrembo huyo ataingia katika chumba au ataacha kama bosi wake alivyomwambia kwamba ukijaribu kuingia katika chumba hicho ndio itakuwa mwisho wa maisha yako? Unajua sisi binadamu bwana, tukiambiwa mpaka tuone. Sasa unaweza kushangaa bidada au mrembo huyo akajaribu kuingia katika chumba aone yaliomo yamo au vepe, kwa sababu binadamu tulivyo ndio hivyo, yani kwamba mpaka tuone wenyewe, tushuhudie kwamba je kuna nini katika chumba, mbona nimeambiwa nikiingia nitakufa. Sasa MJ bidada ataacha, ataogopa kuingia katika hicho chumba, au atakuwa na akili kama za ndugu zake ambao waliofariki dunia baada ya kuingia katika kile chumba, baada ya kuambiwa wasiingie lakini wao wakaforce kuingia? Sasa sijui hata kama palikuwa kuna faida yoyote ya wao kuingia, lakini ni hivyo tu, kwa sababu binadamu ndivyo tulivyo, huwa ni watu wa kupenda kunywa mambo ili mradi tujue kwa nini tunakatazwa kuingia katika chumba kile. Sasa ngoja tuone kwa mrembo na itakuwaje kwa upande wake. Je, ataforce kuingia katika chumba hicho au nini ambacho kitatokea, kwa sababu ameshaambiwa kwamba utapojaribu kuingia katika kile chumba ndio utakuwa mwisho wako. Sasa je, unahisi ataingia? Na of course Kaniki ameongea kwa hasira kali na alijua labda mrembo ameingia katika kile chumba, lakini kumbe alikuwa bado bwana, alikuwa naomba ruhusa tu ya kuingia katika kile chumba.
Bwana, hii tamthilia bomba ya Big Boss. Ya Big Boss ndio hii hapo bwana. Season 2 iko on fire sasa. Mpaka sasa tunaona mambo makubwa na matukio makubwa, lakini kuna tukio lingine kubwa ambalo linakwenda kutokea. Ni baada ya mama mchungaji kubali kulala na Vevo, lakini baada ya hapo Vevo kugomba kumpeleka itakuwaje? Nini ambacho tutakifanya? Nini ambacho kitatokea? Lakini tunaona mpaka sasa amekimbia mume wake kwa ajili ya kuja tu mjini kwa ajili ya kujiunga na chama. Bwana, amekuwa akifuatafuata Vevo nyuma. Sasa je, kwa maelekezo hayo au kwa masharti hayo Vevo aliyompa Kelanga kitamuishi, au atakubali masharti ya kulala na Vevo? Na je, baada ya kukubali kulala na Vevo baadaye, je, akigoma kumpeleka nini ambacho kitatokea, au nini ambacho atakifanya mama mchungaji? Bwana, mwanamke wa hovyo kiufupi naweza